So tukiendelea kwenye perception, tumemaliza kuelezea kuhusu perception. So nataka nielezee au nihusishe au nihusianishe kwamba picha hii inatuelezea nini kwenye mapenzi. Kwa nini inatuambia nini kwamba mapenzi sio hisia? Mapenzi sio hisia ni nini? Mapenzi sio hisia kwa nini? Ni kwa sababu mara nyingi ukiangalia kwenye mapenzi sasa ya relationship au ya mahusiano yetu, kwamba tukiwa tuna approach watu au tukiwa tunaingia kwenye mahusiano, tunaenda mtazamo kwa kumuona yule mtu uzuri wake na kumpenda. Lakini ukienda na hisia utaenda na passion tu kwenye kile kipengele kimoja. Inamaanisha nini? Wewe utakuwa very desired kutokana na ule mtazamo alionao. Lakini baada ya muda huyo mtu tategemea kubadilika, atazeeka na labda ataanza kuonesha tabia zake mbaya na upande wake mwingine wa pili, ambao kutumia hii picha kabla hujamuoa mtu au hujamuapproach anakuwa hivi. Wewe ukimwangalia unamwona binti mzuri sana, yani unamwona kama queen. Unamwona kama queen. Kwa utamwona ni mzuri, tunywele tuzuri, nini, kasura kazuri, sawa, na utampenda na kutumia hisia bila kuangalia tabia zake na nini. So baada ya muda huyu mtu yule ataanza kuonesha tabia zake za upande wa pili. Ataanza kuonesha sura yake kamili, utaanza kumkuta hajajipodoa na utaanza kuona mtazamo sahihi. Sasa hapa wengi kama umeenda kwa kusema mapenzi ni hisia, hapa utakimbia na uweze kukaa naye tena. Hiyo inamaanisha nini? Hapa na kwa nini unatakiwa kusema mapenzi sio hisia na kujua maana kamili ya mapenzi. Mapenzi yanatengenezwa na vitu vikuu vitatu: intimacy, hisia, passion ambayo ndio passion yenyewe, commitment na intimacy. Intimacy, passion na commitment. So kupitia hivyo vitu vitatu, Robert Sternberg amekuelezea aina 7 za mapenzi, au aina 7 za mapenzi ni zipi? Aina 7 za mapenzi nataka nikuelezee chapu ili uweze kuzielewa na uweze kuelewa mapenzi kamili ni nini. So tuanze na aina ya kwanza. Aina ya kwanza ni linking only. Linking ni aina ya mapenzi inayoitwa linking ni aina gani? Aina ya mapenzi inayoitwa linking ni aina gani? Aina ya mapenzi inayoitwa linking only ni mapenzi ambayo yamejaa intimacy tu, yani yamejaa ule uhuru wa mtu kuwa tayari kuongea na wewe. Mnaweza mkakaa chini mkapiga story, mnaweza ukashare naye mawazo, unaweza kumomba ushauri. Watu wa aina hiyo yote, marafiki wengi, tunakuwa na intimacy relationship na wao. Tunakuwa na mapenzi na ambayo yamejaa intimacy tu. Kwa hiyo ni mtu ambaye hauna hisia kali na yeye, hauna nini, lakini uko tayari tu na uhuru na yeye wa kushare naye mawazo. So hiyo ni aina ya mapenzi ambayo mtu yote ukiona mpo kwenye hiyo level, basi you are in intimacy love au mna intimacy love kutokana na Robert Sternberg. Aina ya pili inaitwa infatuation love. Infatuation love ni aina gani ya mapenzi? Infatuation love ni aina ya mapenzi ambayo imejaa hisia kali tu. Yaani huyo mtu unakuwa una hisia kali na yeye, unakuwa una shauku. Ndio ile unataka kumuona kila wakati, unampigia kila wakati. Yaani unakuwa na shauku na yeye, una shauku na hicho kitu, una shauku na hayo mazingira. Hizo ndo infatuation love ambazo vijana wengi zinawasumbua. So ukikaa kwenye aina ya mapenzi ambayo mtu hawezi kukaa chini naye mkapiga story, mkabadilishana mawazo, mkashauriana hamwezi kufanya hicho kitu, lakini you are just commitment, you are just passionate about each other, yani mna hisia kali tu kwamba mkikutana maybe kufanya mahusiano, kufanya mapenzi na kutembea, kwa sababu tu hiyo mnakuwa mmebeba kitu kinaitwa infatuation love only. Aina ya tatu inaitwa empty love. Empty love ni aina gani ya mapenzi? Hii ni aina ya mapenzi ambayo inachekesha sana. Hii aina ya mapenzi ambayo ni aina ya mapenzi ambayo haina intimacy. Nikimaanisha nini? Ni mtu ambaye haupo tayari kukaa naye hapo mkabadilishana mawazo au mkashauriana chochote. Kitu cha pili, unakuwa hauhisi chochote kwake, yani hauna hisia kali kwake. Yani yupo kama yupo, lakini yupo kwenye mahusiano, lakini mnakuwa tu mmejiwekea ahadi, commitment, mnakuwa nimebeba commitment tu. Yani nyie mpo kwenye mahusiano kwa sababu ya zile ahadi mlizoziwekeana kama mlioana kwamba tutakaa wote maishani mwetu, au mmewekeza wote kwenye sehemu fulani. Kwa hiyo yule mtu uko naye tu kwa sababu mmewekeza kitu kikubwa ambacho cha muda mrefu, au mmenunua ardhi au mmewekeza kwenye biashara fulani. Kwa hiyo you are just committed, lakini hauna passion, hauna intimacy katika hicho kitu. Kwa hiyo ndio utapata kitu kinaitwa empty love. Empty love mara nyingi tunaiona kwa wazee pale, babu na bibi, yani unakuta wapo wote wapo kwa ajili tu, wanasemaje, wapo kwa ajili ya watoto tu, kwa sababu wapo kwenye ile nyumba kwa sababu ya watoto. Kwa hiyo unakuta
hawezi kukaa hapo wakapiga story au wakafanya nini, lakini wapo bado wapo wote, wakienda nje kwenye public wanajionyesha kwamba wapo wote. Kwa hiyo ni inaitwa kuwa inakuwa ni empty love, inakuwa ndani haina shauku, ndani haina ukaribu na kitu kama hicho. Aina ya 4 inaitwa romantic love. Romantic love ni aina gani ya mapenzi? Romantic love ni aina ya mapenzi ambayo imebeba intimacy na passion, yani imebeba ule uhuru wa mtu kuwa na wewe, mkashare mawazo, mtu akaa chini hapa akakusikiliza, yani imebeba ule uhuru wa wewe, yani intimacy, yani romantic love ni aina ya mapenzi ambayo imebeba hivi vitu vyote. Imebeba intimacy na imebeba na passion, imebeba zile shauku, zile hisia kali ambazo unakuwa nazo juu ya huyo mtu au juu ya hicho kitu. Na unakuwa na hisia kali, lakini pia unakuwa upo tayari kukaa naye mkapiga story, mkashare mawazo, na inakuwa imebeba hivi vitu. Lakini inakuwa inakosa commitment, hamna ahadi, hamna malengo ya muda mrefu, hamna chochote for the future. Hakuna commitment yoyote, na mara nyingi hii ina happen kwa vijana wengi ambao bado hawajaoana na bado hawajaweka malengo yote ya future au kuwekeza kwenye biashara ambayo inawaweka pamoja kwa muda mrefu. Hiyo ndio aina ya mapenzi. Aina ya 5 inaitwa companionate love. Companionate love ni aina gani ya mapenzi? Companionate love ni aina ya mapenzi ambayo imebeba intimacy na commitment. Yani imebeba intimacy na commitment kivipi? Imebeba yani ule ukaribu, una ukaribu na huyo mtu, upo tayari kukaa naye, ukamwomba ushauri, ukamwomba advice, mkashare mawazo, mkapiga story kwa muda mrefu, ukashare idea zako na akashare za kwake. Huo uhuru upo, lakini pia mmewekeza sehemu moja au mmeshaoana, mmeshajiwekeana ahadi za muda mrefu, yani na mipango ya future. Lakini kitu pekee ambacho kinakuwa kinakosa kwenye hiyo companionate love au kwenye mahusiano ya aina hiyo ni kwamba unakuwa hauna hisia kali na yule mtu. Yani wanasema you don't feel him or her. Yani haumhisi, yani hauhisi, yani hata ukiwa unaenda kukutana naye hauna zile kimbia zile harakati unazokuwa nazo ndani, kama nataka ile zile feeling kali ambazo unataka kuwa na huyo mtu. Kwa hiyo inaitwa passion, kutokana na factor mbalimbali ambazo tunaweza kujifunza baadaye. Lakini aina ya 5 inaitwa fortuitous love. Fortuitous love ni aina gani ya mapenzi? Fortuitous love ni aina ya mapenzi ambayo imebeba passion na commitment. Passion na commitment ni unakuwa na hisia kali, yani una hamu au una shauku ya kuwa na huyo mtu, lakini pia unakuwa mmejiwekea ahadi na malengo ya muda mrefu. Hii mara nyingi inatokea kwenye aina za mapenzi ambao watu wanakutana kwa muda mfupi tu, wanapendana hapo wanaweka ahadi za muda mrefu, lakini wanakuwa hawakuwahi kukaa chini kujadili kwa muda mrefu, kushare mawazo, kusikilizana na kujuana kwa undani. Hicho kitu kinakuwa intimacy haipo. Kwa hiyo ni fortuitous love ambayo imebeba passion na commitment. Lakini pia tukimalizia aina ya 7 ambayo ndio mapenzi kamili, inaitwa consummate love. Consummate love ni aina gani ya mapenzi? Consummate love ndio aina ya mapenzi ambayo imebeba passion, zile hisia kali au emotions au shauku ya kuwa na yeye mtu au kuwa na hicho kitu, lakini pia inakuwa imebeba commitment. Kunakuwa mmewekeana ahadi za muda mrefu, either mmeshaoana, either mmewekeza pamoja, au mmefanya vitu vinavyowafanya nyie kuhitaji kuwa pamoja kwa muda mrefu. Yani mnakuwa you are committed to each other, au mmewekeana ahadi tu just for the future. Lakini pia inakuwa imebeba intimacy, unakuwa una ukaribu na huyo mtu, mnaweza kukaa chini ukamwomba ushauri, unaweza kukaa chini ukashare mawazo, yani mkapiga hata story kwa muda mrefu. Hiyo inakuwa ni intimacy. Kwa hiyo kibeba vitu vitatu, passion, intimacy na commitment, basi hayo ni mapenzi kamili. Kwa mapenzi sio hisia tu. Ukisema mapenzi ni hisia tu, basi mapenzi inakuwa imebeba emotions ambazo ndo passion. Hapana. Mapenzi sio hisia, mapenzi ni muungano wa passion, commitment na intimacy. Kwa hiyo asante sana kwa kuangalia podcast mwanzo mpaka mwisho. Unaweza ukasubscribe kama umefurahi, unaweza ukatoa comment hapo, au kama una kitu chochote unachowish tujadili baadaye au kwenye next podcast, toa comment hapo, lakini usisahau kushare na kusubscribe tuweze kujifunza zaidi.